huyu atakuwa mwenda wazimu pekee ambaye atataka Watanganyika sasa hivi twende kwenye meza ya maridhiano. Naombeni turudi kwenye mstari. Ndugu mtazamaji, katika kuendelea kufuatilia mwenendo wa siasa nchini Tanzania, mjadala unaohusisha viongozi, wanaharakati na wafuasi wa vyama vya siasa umeendelea kushika kasi katika majukwaa ya mitandao ya kijamii, hususan ndani ya kambi ya upinzani. Katika siku za hivi karibuni, mijadala mingi imejikita kwenye sakata la uchunguzi linalomkabili makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, jambo ambalo limeibua maoni tofauti kutoka kwa wanachama wa chama hicho, wanaharakati pamoja na wachambuzi wa masuala ya kisiasa. Katika muktadha huo, mwanaharakati na mwanamitandao anayeishi nchini Ujerumani, Eva Shayo, amejitokeza hadharani na kutoa kauli kali zinazomlenga kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Therasini. Eva amepinga baadhi ya matamshi na misimamo ambayo Therasini amekuwa akiwasilisha kuhusu mwenendo wa chama na suala la uchunguzi unaomkabili John Heche. Katika ujumbe wake uliosambaa katika mitandao ya kijamii, Eva Shayo alidai kuwa baadhi ya sauti zinazojitokeza ndani ya upinzani zinaweza kuwa na lengo la kushinikiza chama kuelekea katika maridhiano ya kisiasa bila masharti au bila kutekelezwa kwa baadhi ya madai ambayo viongozi na wafuasi wa chama wamekuwa wakiyasisitiza kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa Eva, mjadala unaoendelea haupaswi kugeuzwa kuwa njia ya kuwagawa wanachama au kuondoa hoja kuu ambazo chama kimekuwa kikizitetea katika miaka ya hivi karibuni. Alisisitiza kuwa maamuzi yanayohusu mustakabali wa chama yanapaswa kufanywa kwa kuzingatia matakwa ya wanachama na misingi ya kidemokrasia. Ndugu zangu wa Tanganyika, mambo vipi? Kuna hili swala la Chadema limekuwa likijirudia kwa siku zaidi ya wiki sasa hivi, kwa tuhuma ambazo zinamhusu makamu mwenyekiti wa Chadema na swala sijui la maridhiano na bla bla bla. Jamani wa Tanganyika, kitu kimoja ambacho tunatakiwa kufahamu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimetoa msimamo wake, kimesema kwamba hakiendi kwenye maridhiano, hakikai kwenye maridhiano na mtu yeyote. Sasa kwa nini sisi tunakubali kutolewa kwenye mstari na watu ambao wana ajenda zao za siri, wana nini? Kwa sababu mimi naamini maridhiano ni ya Watanganyika, sio za vyama vya siasa. Sasa kama sisi Watanganyika wenyewe tumesema hatuyataki hayo maridhiano, hawa vyama vya siasa hata wakitaka kwenda kufanya maridhiano, sisi vinatuhusu nini? Na mimi naamini hamna kiongozi yoyote Chadema ambaye ni mwenda wazimu kwa kipindi hichi ambaye anafikiria kwamba kukipeleka chama kwenye maridhiano itakiokoa chama zaidi ya kukiangamiza chama. Kila mtu anaona mudi ya Watanganyika ikoje. Kila mtu anaona kwamba Watanganyika wanachokitaka ni nini. Sasa huyu atakuwa mwenda wazimu pekee ambaye atataka Watanganyika sasa hivi twende kwenye meza ya maridhiano. Naombeni turudi kwenye mstari, kwa sababu Watanganyika tunafahamu tunachokitaka. Kama mtu amechoka kuwa kwenye siasa za Tanganyika, aende kwenye maridhiano, ila wananchi tunafahamu sisi tunataka nini. Kauli hizo zimeibua mjadala mkubwa mitandaoni, huku baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wakimuunga mkono Eva Shayo na wengine wakimtetea Joseph Therasini, wakisema kuwa kila mwanachama ana haki ya kutoa maoni yake kuhusu mwelekeo wa chama na mazingira ya kisiasa nchini Tanzania. Wachambuzi wa siasa wanaeleza kuwa tofauti za kimtazamo ndani ya vyama vya siasa si jambo jipya, hasa katika vipindi ambavyo chama kinakabiliwa na maamuzi makubwa au changamoto zinazoweza kuathiri mwelekeo wake wa baadaye. Kwa upande mwingine, mwanaharakati anayeishi nchini Marekani, Mange Kimambi, naye amejiunga katika mjadala huo kwa kutoa maoni yake kuhusu sakata hilo. Katika kauli zake zilizosambaa katika majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii, Mange Kimambi alieleza mashaka yake kuhusu baadhi ya matamshi yanayotolewa dhidi ya viongozi wa Chadema. Mwanaharakati huyo alidai kuwa kuna haja ya wanachama na wafuasi wa chama kuwa makini na taarifa zinazoweza kusababisha mgawanyiko ndani ya upinzani. Habari zenu Tanzania. Katika watu wote ambao wametoka na kufanya press kuhusu Heche, kumchafua Heche, kuhusu tone sio nini, huyu wa leo
kanifurahisha. Huyu Selasini, huyu kanifurahisha kwa sababu huyu kaonesha kile ambacho kina Mange tumekuwa tukikisema toka last week, kakiprove leo. Hao wengine wa Chadema walivyotoka walikuwa tu wanasema sijui kaiba Tonetone, sijui achunguzwe kaiba, wanaishia hapo. Huyu wa leo kazunguka afu kaenda kwenye point maridhiano, karudi kaenda anataka maridhiano kati ya Chadema na CCM. Hii ndio kitu ambacho nilikuwa nawaambia ni last week kwamba kinachotafutwa hapa, hii ataki yote ya Heche, issue ni maridhiano tu. Na Watanzania sikilizeni wanachokisema, wanasema achunguzwe, Heche achunguzwe. Kumbukeni kwenye kampuni, kwenye nini, mtu anayechunguzwa anatakiwa kukaa pembeni ili apishe uchunguzi. So wanaposema achunguzwe, wanamaanisha kwamba Heche akae pembeni kwenye chama. Unaona? Yaani kwamba unatafutwa tu mwanya wa kumwengua Heche ili akae mtu ambaye atafanya maridhiano, ambaye ataipeleka Chadema kwenye maridhiano. Hii ndio point inayotafutwa. Ndio maana sasa hivi wamekuja na achunguzwe. Kuchunguzwa maana yake ni akae pembeni, kwa sababu hakuna uchunguzi utaweza kufanyika Chadema huku Heche bado akiwa kwenye ile nafasi. Kwa hiyo Watanzania tuendelee kushikilia hapo tuposhikilia, kukaa nyuma ya Heche. Hawa mbwa wote, hawa mbwa wa Samia, maana tusiwaite tuwe wa kweli, tuwe wazi. Hawa mbwa wa Samia, hawa mbwa ambao wako ndani ya Chadema, ambao wanapokea kodi zetu kutoka kwa Samia kuja kumchafua Heche, tuwaambie kwamba Heche hachafukiki. Tunamwamini, tuko nyuma yake na tutampigania, na hakai pembeni kuchunguzwa na mtu yoyote. Yani mtajijua wenyewe huko. Hakai pembeni, hajiuzuru, hafanyi nini. Watanzania tuko nyuma ya Heche. Yani Watanzania, mbwa yote anayekuja kufanya press tunamchamba kwenda kule. Sisi yani kwamba mjue, yoyote anayefanya press mjue kwamba yuko pale anaongea kitu ambacho kaambiwa na Kimama, kwa sababu Kimama anataka maridhiano na Chadema at any cost. Ngoja niwaambie kitu Kimama na CCM. Haya maridhiano mnayo yatafuta na kuyalilia kutoka kwa Chadema, kwa nini msifanye maridhiano na Watanzania? Kwa nini msifanye tu maridhiano na wananchi mkaachana na Chadema? Fanyeni maridhiano na sisi. Sisi tunachokitaka kwenu nyinyi ni haki, na nchi itaanza upya. Tunachotaka kwenu ni haki. Tupeni sisi sasa hivi uwajibikaji wa Oktoba 29. Wote walioua wawajibishwe Oktoba 29. Tupeni miili mlioificha, watu wazike. Tupeni miili, watu wazike. Tupeni katiba mpya. Tupeni complete overhaul ya sheria za uchaguzi. Then rudisheni nchi kwenye uchaguzi ili Watanzania waweze kuchagua bunge lao, tuweze kuchagua chama chetu, tuweze kuchagua rais wetu. Hayo ndio maridhiano tunayoyalilia Watanzania. Haya ndio maridhiano. Fanyeni haya leo. Nchi imetulia, nchi imerudi. Hamna haja ya kumtafuta Heche, hamna haja ya kualilia nini, hamna haja ya kwenda kulipa watu nenda Chadema. Tupeni sisi wananchi haya maridhiano. Tupeni sisi. Acheni kututeka tukiongea, acheni kutuonea. Tupeni haki zetu. Haya ndo maridhiano wa Tanzania tunayataka. Tupeni wananchi maridhiano. Mnahangaika na Chadema, wananchi je? Heche kakaangu, endelea kuwa strong. Watanzania tuko nyuma yako na tunakushukuru kwa msimamo huu mkali ulionao. Endelea kuwa nao, hatuna cha kukulipa. Aidha,
Mange Kimambi alitumia majukwaa yake kueleza kuwa umoja wa wanachama ni jambo muhimu katika kipindi ambacho chama kinakabiliwa na changamoto mbalimbali za kisiasa na za kiutawala. Kauli hizo zimezua mjadala mkubwa, huku baadhi ya watumiaji wa mitandao wakikubaliana naye na wengine wakiona kuwa tofauti za maoni ni sehemu ya kawaida ya kidemokrasia. Kwa ujumla, mjadala huu unaonyesha jinsi mitandao ya kijamii ilivyoendelea kuwa sehemu muhimu ya mijadala ya kisiasa nchini Tanzania, tofauti na miaka iliyopita ambapo mijadala mingi ilikuwa ikifanyika katika mikutano ya hadhara na vyombo vya habari vya jadi. Sasa sehemu kubwa ya mjadala wa kisiasa inafanyika katika mitandao ya kijamii na kuwafikia maelfu ya wananchi kwa muda mfupi. Wakati huo huo, macho ya wadau wa siasa yanaendelea kuelekezwa kwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na taasisi husika kuona namna sakata linalomhusu John Heche, makamu mwenyekiti wa chama hicho kwa upande wa Tanzania bara, litakavyoendelea pamoja na athari zake kwa mustakabali wa chama hicho katika kipindi kijacho. Ndugu mtazamaji, sakata hili limeibua maswali mapya kuhusu umoja wa kisiasa ndani ya vyama vya upinzani na nafasi ya wanaharakati wa mitandaoni katika kuunda maoni ya umma. Wakati mijadala ikiendelea kushamiri kwenye majukwaa ya kidijitali, ni wazi kwamba mitandao ya kijamii imeendelea kuwa uwanja muhimu wa mapambano ya hoja, ushawishi na simulizi za kisiasa nchini Tanzania. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chief. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.